Mawarda. Hello, mfuatiliaji wa kipindi hiki cha Mawarda. Leo hii kwa mara nyingine niko na Eva Mrema, japo wengi tunapenda kumuita Eva Smile. Always she smiles. Sijawahi kumuona akinuna. Hivi unaonaga kweli? Kidogo. Okay, mada ya leo inahusu maadili. Kwa nini vijana wadogo wa hivi sasa wanakosa sana maadili? Eva, labda tushare nini chanzo, kipi kimepelekea kwamba kwa sasa hivi watoto hawana maadili kabisa? Yaani yeye mpaka kuna kipindi nafikia mpaka unamwona mtoto mtandaoni mpaka unajiuliza hivi ana wazazi huyo, na ukute kweli wazazi wake wako hai. Hivi kipi kinapelekea mpaka watoto wamekuwa hivyo sasa? Unajua watoto ni matokeo Ukianza kuangalia wao kwa namna moja ama nyingine ni kama tutakuwa tunatafuta wa kumlaumu, ambapo tutakuwa hatusaidii wala hatubadilishi chochote. Umeelewa? Unapoona mtoto anaonekana kutokuwa na maadili, kuna wazazi, kuna jamii, kuna maisha kwa ujumla. Kwa kabla yule mtoto hatujamuona ametoka wapi, amezaliwa au amelelewa na wazazi wa namna gani, la hakupata bahati ya kulelewa na wazazi, amelelewa na jamii ya namna gani, hiyo jamii imemwambia kuwa na maadili ni kuwa mtu wa namna gani. Unajua kuna vijana hawajui hata maadili ni nini. Na kwa sasa hivi kwa sababu mitandao imefanya dunia kuwa kijiji, wanaamini maadili ya Mtanzania ni kama yamepitwa na wakati. Yaani kama kitu fulani cha old fashion, wanafanya wazee wa 90. Siku hizi tuna wazee wa 90. Umeona? Kwa hiyo kwanza hao vijana wanajua maadili ni nini. Jamii inayowazunguka imewaambia maadili ni nini. Maisha wanayoishi kila siku yanaweka kwenye position ya wao kuwa watu wenye maadili, ama ndiyo yanawaforce kuharibika zaidi. Kabla hatujamwangalia mtoto, tuangalie kwanza jamii tulionayo sasa hivi. Je, ina maadili? Mimi kwa upande wangu, mimi nahisi labda ni kukua kwa teknolojia. Nasema kukua kwa teknolojia kwa sababu watoto wana adapt. Zamani enzi zetu sisi ilikuwa TV ni nadra. Yaani katika mtaa mzima nyumba za TV na zikawa 3 au 4. Kwa mkienda kuangalia either ni movie, mnajazana hapo, mnaenda mmeoga, kama hujanao unakaguliwa. Baada hiyo movie timizi ya uangalie na TV mpaka kesho. Hatuna simu ambazo zinaoweza kuonyesha kwamba matukio yanakuaje. Ukitaka chochote unakipata kupitia gazeti. Umeona, ambalo pia ilikuwa ni ghali mpaka baba anunue asome yeye kwanza ndo gonge. Kwa pengine zamani hawakuwa na maadili, walikosa taarifa. Sasa hivi kila mtoto yuko mbele ya muda. Yaani hata magazeti yenyewe sasa hivi yanapewa taarifa mtandaoni kwanza, ambapo wewe ushasoma tayari. Yaani kwamba taarifa ambayo inatoka kesho wewe tayari unayo leo. Sasa mimi nahisi kwamba kuna vitu wanavitazama kutoka nje, ni utamaduni wa nje ambao kwao sio shida kumkuta baba akiwa kwenye chupi na mama kwenye chupi na mtoto kwenye chupi kwenye swimming pool wanaogelea. Kwa huku ukivikuta hivyo unastaajabu, unasema unasiki kitu sio cha kwetu. Lakini globalization inazungumzia usawa. Hauoni kwamba issue kumbe ni utandawazi ndio unasababisha watoto wawe hivi, na wazazi wa sasa hivi kwa sababu pia nao wanaona kupitia utandawazi, wanaona kwamba kumkataza ndio sio sahihi kuliko kumwacha. Ndito. Mimi huwa nasema kitu kimoja mara nyingi sana, sawa? Huwezi kuizuia dunia kupambazuka. Huwezi kuyazuia mabadiliko kutokea. Ila unaweza kujifunza namna ya kwenda sawa na yale mabadiliko bila kuharibu mfumo wako wa asili. Mimi bado sioni kama utandawazi ni sababu ya kutokuwepo kwa maadili. Ninachoona ni kwamba tumeshindwa kujua ni nini tunataka kama taifa. Tumeshindwa kuamua ni nini tunataka kama Watanzania juu ya maadili yetu na tamaduni zetu ambazo zilikuwepo karne na karne. Na badala yake tumeamuliwa kwamba hiki ndicho sahihi.
kwa sababu mpaka mtoto anaona it's okay kuvaa crop top, kitovu nje, mbele ya baba yangu, mbele ya baba mdogo, mbele ya mjomba, mbele ya nani. Sio, umenielewa? Alafu wazazi tuko tu tunacheka cheka, that means kwamba tumekubaliana na ule utaratibu, si ndio? Sasa mwenye shida pale moja kwa moja si yule mtoto. Mwenye shida ni sisi tunaomlea yule mtoto. Tumemlea kwenye kumkubalisha vitu ambavyo kiutamaduni wetu na kiuhalisia wetu havikubaliki. Tunapotaka kuzungumzia mfano labda maadili ya wenzetu wazungu, tunatakiwa tuangalie sisi na wao tunafanana nini. Sisi na wao tunafanana nini? Unajua si wa Afrika tunavutia sana. Yaani tuna mvuto ule wa asili ambao kiuhalisia hata mtu yoyote anaweza akakubaliana na hii hoja. Akitembea mzungu kule barabarani yuko utupu. Hakuna mtu yaani hamna mtu atashangaa. No, tutaanza kusema wow, jamani anatembea uchi. Yaani unajua tunaona kitu fulani hivi cha kushangaza, tutamshangaa. Sio mentality ya kitumwa, ila ni uhalisia kwamba miili yao yaani ni kama tunasema ni ya baridi. Umenielewa? Sisi wa Afrika ni wa moto. Mimi huwezi kusema eti mtoto wangu wa kike aende akavae kikaptura mbele ya mdogo wangu wa kiume ambaye tayari amebaleha afu ni chekecheke. Pale ninalea mazingira ya ukatili. Kesho na kesho kutwa yule kijana akimbaka huyo binti tutasema tulimtengenezea mazingira ya ukatili, ndipo akafanya ukatili. Kwa sababu tunajua kwamba sisi wa Afrika tunavutia. Umenielewa? Kwa sehemu kubwa ya maadili yetu ilikuwa inaangalia pia asili yetu. Sisi ni watu wa namna gani? Tulipokuwa tunakatazwa na wazazi, usivae hivi, usitembee namna hii, usijitupe namna hii, usifanye kitu fulani. Wazazi walikuwa wanajua kwamba huyu mtu sasa hivi binti anapevuka, atakuwa na hipsi, atakuwa na nyonyo, atakuwa hivi, atakuwa vile. Sasa hivi atakavyokuwa navyo, kama sitomkataza kuvaa hizi singlet, wavulana wataanza kuchungulia maziwa yake. Kama sitomkataza kuvaa hivi kanga, anaivaa bila nguo ya kitu, bila nguo ndani. Unajua sisi kipindi cha makuzi yetu kanga ndio ilikuwa fashion Yaani ukitaka kuonekana dada ambaye umechangamka, inabidi utoke umevaa kanga na chupi tu. Sio, umeelewa? Kwa mzazi akiona kile, yaani ni anaweza akakupiga akakuvunja. Ndio ilikuwa ni foolish age. Tunaambizana na wasichana wenzetu. Na ukivaa kanga mwenyewe ukijiangalia katika kioo unaona mzigo umetokeza. Na inavutia kwa sababu ilikuwa ndo majira yake. Sasa hivi ni mwendo wa crop top, vikaptura, sijui vichupi, sijui vinini. Wazazi pia inabidi wakemee kama tulivyokemewa sisi, ambapo wazazi wa sasa hivi ni sisi sasa. Tuliokemewa kwenye kanga, tukaanza kuja kutafsiri tulivyokuwa tukikemewa tusivae uchi, tulikuwa tunanyanyasika. Sio, umenielewa? Tunarudi kwenye tafsiri ya wazazi wanaolea hiki kizazi cha sasa hivi. Wazazi wengi wanaolea kizazi cha sasa hivi ni wale wazazi ambao wanasema, mimi mama yangu alikuwa ananizuia nisifanye hiki, nisifanye hiki, siwezi kumzuia mtoto wangu asifanye hiki. Watoto nao wanatakiwa kuwa huru na maisha yao. Kuwa huru na maisha yako. Mimi watoto wangu nawaambiaga, mtakuwa huru na maisha yenu siku mkiwa huko. Ila kama mko chini ya uangalizi wangu, mtaishi kwa sheria zangu. Si kwa sababu mimi niliishi kwa sheria za wazazi wangu tu, lakini naijua jamii inataka nini. Najua mimi kama mwanamke wa Kitanzania natakiwa niwaongoze vipi watoto wangu. Ni kwa sababu sijaikana asili yangu. Umenielewa? Habari ya kuniambia mtoto amemaliza darasa la 7 na mnunulia simu alafu unamwambia nampa uhuru wa simu. Uhuru wa simu mtoto wa darasa la 7 unampa uhuru wa simu wa kufanya nini? Nikikununulia simu wewe ni mtoto, uko chini ya miaka 18. Hiyo simu mimi ndo nitakuwa remote control. Umenielewa? Sawa, nimekununulia labda nataka huo unapata materials za kusoma na nini, kwa sababu ndio maana sitaki kusema utandawazi ni mbaya. Utandawazi una faida nyingi kuliko hasara kwa watu wanaoweza kuutafsiri vizuri. Utandawazi unaweza kumsaidia mtoto akajifunza vitu ambavyo wakati kipindi cha nyuma tulikuwa tunatembea kilomita 3-4 kwenda kumtafuta mwalimu anayeweza kukufundisha hesabu muda wa ziada. Lakini sasa hivi mtoto akiingia mtandaoni anaweza download material na nini. Mimi naweza nikakupa simu sawa, lakini mimi ndo nitakuwa remote control. Siwezi kusema eti mtoto ana uhuru wake. Uhuru which? Yaani nikupe uhuru ndani ya nyumba yangu uharibike na kuangalia, ili kesho niseme shetani. Ndio inayokuja jibu la mwisho, si ndio? Watu wanasema hivi ni kwamba ni kuharibika ni kutokana na mtu mwenyewe. Yaani ni hivi, yaani hivyo unaweza kumlea mtoto wako vizuri tu, lakini akaharibika nje kwa sababu hauwezi kuwa naye 24/7. Umwelekeza mtu afanye kitu fulani ni jambo moja, na kukifanya hicho kitu ni jambo lingine. Wanasema kwamba
Hawa watoto ambao tunawaona mtandaoni wanafanya vitu vya ajabu, haina maana kwamba wazazi wao hawakuwaelekeza nini cha kufanya. Walielekeza vizuri. Shida ikawa moja. Familia nyingi za kimaskini ambazo vipato vyao ni vya unga mwana, hao watoto ambao unaona wanafanya vitu vya ajabu kwenye mitandao ndio wanazilisha. It means kwamba yuko ambacho unakiona cha ajabu ambacho mtoto kinampatia fedha, inawafanya wazazi wanyamaze kuongea, kwa sababu akikiacha hawali. Unaungana na mimi au unakuwa opposite pia? Mwalimu, mimi bado nitakuwa opposite kwa sababu moja. Sawa? Mimi huwa ni muumini mkubwa wa kuamini kwamba sisi kama wazazi hatumiliki watoto. Umenielewa? Na ni muumini mkubwa wa kuamini pia kwamba unaweza kumfundisha mtu vizuri na akaenda huko nje akaharibikiwa. Ila ni muumini namba moja wa kuamini katika misingi mizuri. Misingi mizuri kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba hatukatai watoto kufanya biashara za mtandaoni, kutengeneza content na nini. Lakini Molito, kuniambia mtoto chini ya miaka 9 anakutengenezea content ya maudhui ya mtu wa miaka 27, alafu kwa sababu tu analeta hela, mimi kama mzazi natakiwa ni nyamanze? Huko ni kutweza utu wa mtoto, unajua huko ni kukandamiza utu wa mtoto, kwa sababu ni kuambia asilimia zaidi ya 80 wale watoto hawatungi zile content. Sio, umenielewa? Ni kwamba mzazi kathamini pesa kuliko utu wa mtoto wake mwenyewe. Na hapo tunarudi pale pale kwamba mzazi amefeli ama mlezi amefeli. Watoto ambao wanatoka katika misingi bora wanaenda labda vioni, wanaenda labda kwenye jamii huko wanaharibikiwa, hatuwezi kuingilia sana. Sawa? Tunaweza tukasema tu ni yule asiyefundwa na mamae, kuna siku moja ulimwengu utamfunza. Na hiyo siku ikifika huaga anakumbuka, lakini sio, unanielewa? Kwa umuhimu wa msingi unarudi pale pale kwamba huyu aliye na maelekezo, aliyefundishwa, kuna pointi akifika atasema lakini niliambiwa mimi. Lakini yule asiye na maelekezo, aliyepuuzwa, aliachwa ajiendee kama kondoo asiye na mchungaji, kinachokuja kutokea kule mbele ni chochote atakachokifanya, hata yakitokea yale majuto tunayosemaga lazima yatatokea tu as long as unafanya kitu kibaya, hata yakitokea yale majuto atatafuta tena mtu mwingine wa kumlaumu. Hataona kuwa yeye yuko responsible na maisha yake, hataona kuwa labda kuna mahali wazazi wali mess up na maisha yake. Atatafuta tu, ni rafiki yangu fulani alinishawishi twende club, ni rafiki yangu fulani alinishawishi twende kwenye ABCD. Sio, umenielewa? Kwa bado kama jamii tunataka tujue mtoto haharibiki tu, mazingira ndiyo huwa yanamharibu mtu kwa asilimia zote. Mazingira, ametoka kwenye mazingira gani? Hiyo ni namba moja, na inaweza ikawa na asilimia 60 katika makuzi ya mtoto. Asilimia 40 zilizosalia ni ule umri wa foolish age. Mtoto anakutana na watu gani, ana connect na watu gani, anawasiliana na watu gani, na hao watu wanamwambia nini kuhusu yeye. Kwa sababu mwisho wa siku kubadilika si kuhusu jamii, kubadilika ni kuhusu wewe. Na ndio kitu wazazi hatuambii watoto wetu. Watoto wetu wanatoka mikononi mwetu, wanaenda kwenye jamii wakiwa wana ile nature ya sisi wazazi kunyooshia vidole watoto wa wenzetu. Sio, umenielewa? Yaani mimi nakaa na binti yangu sasa hivi naambia, "Hivi umeona binti ya fulani sasa hivi? Binti wa fulani kama malaya, binti wa fulani sio ana mimba, binti wa fulani ana ABCD." Mtoto akitoka pale nyumbani kwangu, akienda kuchangamana na jamii, haanzi kufikiria kwamba kujihusu yeye kwanza, kwamba athari zozote zitakazotokea yeye ndo atakuwa muathirika namba moja. Ataanza kufikiria jamii itanionaje. Yaani mfano akipata mimba kabla ya wakati, ataanza kusema hii mimba lazima nikaitoe. Jamii itanionaje? Mamangu kweli ataniona. Mamangu na alipokuwa anawasema watoto wengine kweli mamangu ataelewekaje? Yaani anaanza kufikiria jamii, hafikiri nikitoa hii mimba wanaweza wakaniharibu kizazi, nikitoa hii mimba inaweza kapelekea kupoteza maisha yangu. Yaani yeye ni mtu wa mwisho kuja kujifikiria kwenye athari za changamoto yoyote ya kitabia itakayomletea matatizo. Umeona? Kwa tuna sababu kama wazazi kuwafundisha watoto kwamba you are responsible kwa chochote kinachokutokea kwenye maisha yako. Kwanza, as long as unatoka mikononi mwangu, wewe ndo utakuwa nabii wako namba moja, wewe ndo utakuwa mwalimu wako namba moja, wewe ndo utakuwa msimamizi wako namba moja. Na kama wewe ndiye msimamizi wako namba moja, haijalishi nani kakushawishi, as long as umeingiza miguu yako, wewe ndiye mdaiwa namba. Akishajua kwamba yeye anawajibika kwa mambo yake mwenyewe, hatokaa aseme ni fulani alinipeleka.
atasema kusema kweli nilishawishika nikaenda na nimezingua, atakubali na atajifunza kuwajibika. Mtoto anayejifunza kuwajibika ni mtu mzima ambaye atakuwa mwajibikaji na atakayewafundisha watoto wake kuwajibika pia. Kwa tusilaumu teknolojia, tusilaumu watoto, wala tusilaumu wazazi, ila tu tukumbushane kama watu tunaolea kizazi ambacho kizazi cha wakati wa mapambazuko. Sasa hivi dunia iko wazi sana. Mimi pia ninasema kwamba kuna uwezekano pia jamii ambayo tuko nayo si ile ambayo yalopita. Unajua kipindi ambacho wewe unakuwa, kipindi ambacho mimi nakuwa, ilikuwa kama nikikosea mtu yoyote ana uwezo kuniadhibu. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Umetoka huko. Yes. Na natakiwa nikae kimya, kwa sababu nikienda nyumbani au akinipeleka nyumbani akaenda kusema mimi mtoto wako nimempiga kwa sababu kafanya hiki na hiki, mzazi anampa eko yule kwanza, bwana shukrani, alafu unapigwa tena. Wewe kwa jamii ambayo tuko nayo sasa hivi unaweza kumpiga mtoto wa mtu wewe? Kwa jamii tuliyoko nayo sasa hivi, binafsi yangu siwezi kumpiga mtoto wa mtu. Ila kabla sijasema why, ila nikikukuta mtoto wa mtu katika mazingira ambayo ni hatarishi, ama kwa namna moja ama nyingine unafanya ukatili ama unatengeneza mazingira ya kufanyiwa ukatili, mimi kama mlezi lazima nitatafuta namna ya kuwajibika kwako. Either nitakuchukua, nitakupeleka polisi moja kwa moja ukajieleze, lakini sintokugusa kukuadhibu kabisa, kwa sababu najua tuko katika dunia ya tofauti, tuko katika dunia ambayo watu wanatembea na maradhi, tuko katika dunia ambayo hatuchukuliani kama sote ni ndugu tena. Wakati wa mtoto wa mwenzako ni mtoto wako, sote tulikuwa ni ndugu. Kwamba mimi nilikuwa naweza nikapigwa na mama Angela wa mtaa wa 4 kule. Nikirudi nyumbani nikimwambia mama Angela kanipiga, na ananiambia naomba twende. Tukienda kule si kwa lengo la yeye kwenda kupigana na mama Angela, ni kwa lengo la kujua kwa nini mama Angela kanipiga. Mama Angela akimwambia utovu wangu wa nidhamu, mama pale njia nzima mimi nakuja na kandikwa mpaka nyumbani. Sio, umenielewa? Sasa hivi haiko hivyo. Sasa hivi mtoto hata akiadhibiwa shuleni na mwalimu, mzazi anatoka na kikundi nyumbani, anaenda kumchamba mwalimu. Usinipigie mwanangu mwenyewe huyo nimempatia uchungu. Hamna mtu ambaye hajampatia uchungu mwanae. Hicho kitu mimi ninajifunza na naendelea hata kuwa na wakumbusha wa mama wenzangu kila siku. Ni kwamba mtoto wako akiharibika, mtoto wangu mimi Olito ameharibika. Umenielewa? Na ndio kitu kilichokuwa kinasaidia sana maadili zamani. Mtoto wako akiharibika, mimi nikikaa kimya, huyo mtoto wako ni rafiki wa mtoto wangu. Nitakaa kimya kwa sababu nasema mtoto wako hata sio rafiki wa mtoto wangu, lakini ni rafiki wa rafiki yake mtoto wangu. Hata atakazozipeleka kwa rafiki yake mtoto wangu zitarudi kwa mtoto wangu kwa namna moja ama nyingine. Nitakuwa nimeepusha nini ama nimesaidia nini kwa kukaa kimya? Yaani wakati nasikia mtoto wako anavuta bangi, si ndio? Au wakati nasikia mtoto wako labda ameingia kwenye makundi ya madawa ya kulevya, anajidunga hadi sindano, mimi nitakaa kimya kwa sababu kwanza mtoto wangu akike hawezi kuambatana na watoto wa kiume. Huyo mtoto wako wa kiume ambaye hawezi kuambatana na mwanangu mimi wa kike ninaye nyamaza kimya, ana rafiki yake ukute ndo boyfriend anayejificha wa mtoto wangu mimi wa kike. Kesho kutwa anakuja kushtuka, mwanangu naye ni mraibu, nilikusaidia nini? Kwa mwisho wa siku, hata kama sawa hatuwezi kuirudisha dunia kule ilipokuwa, lakini ukishakuwa mzazi, kwa maana mimi nasema ukishakuwa mama, tuseme mimi nataka nisimame kwa upande wa mama. Ukishakuwa mama, usijifunze tu kulea kutokana na utaratibu kwamba mtoto apate elimu bora, mtoto sio apate sio ale sio vizuri, sio afanye nini. Hayo yote ni mahitaji ambayo ni ya lazima, lakini kuna kitu kinaitwa mahitaji ya muhimu. Hitaji namba moja la muhimu la mtoto ni mtoto kueleweka, ni mtoto kujisikia yuko salama mikononi mwa wale watu wanaomlea. Lakini hitaji lingine la muhimu kwa mtoto ni mtoto kuonyeshwa njia iliyo sahihi, ambayo njia hiyo yeye akifika huko mbeleni, wakati anachanganyana na akili yake, atasema mimi njia sahihi sitaki, acha nijaribu mambo mengine. Akijaribu mengine akimshinda, atarudi tu kwenye ile njia. Umenielewa? Au ubize wa wazazi. Jue zamani baba ndo alikuwa anafanya kazi, mama anakuwa nyumbani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba familia inanyooka. Pengine labda kwa sababu mama anapata muda mrefu kukaa na mtoto, umetoka Eva ukioga tu vizuri, mama anakuambia njoo nikukague. Kufanya mapenzi anahofia kwa sababu anajua akifanya mama yake atajua.
kuna wengine walikuwa wanatishwa, ukifanya mapenzi na vimba inakuwa mpaka mwanamke anaogopa. Umeona? Kwa kuna wengi walikuja kukengeuka, washafika form 6, wengine mpaka wanaingia chuo, wameshaondoka nyumbani. Lakini sasa hivi ni mama yuko bize, mtoto yuko bize. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya kulea watoto na kutunza watoto. Wazazi wa zamani walikuwa wanalea watoto, wazazi sasa hivi wanatunza watoto. Eva, unaweza kuwa na dada wa kazi, watoto zako kila siku labda unawapeleka kanisani, wanaimba mapambio. Leo upo kwenye kipindi, mfanyakazi wako ameweka amanda ya Zuchu, mtoto wako anapiga vibaya mno. Mfanyakazi unaenda mbali, magari ya shule wanaweka. Yaani naona kama ulivyosema kuhusu wazazi moja kwa moja, kwa sasa hivi malezi ni magumu. Je, kutunza imekuwa ni rahisi kuliko kulea kwa sasa? Yaani kwanza tukistiki tu kwenye pointi yako ya kusema kwamba labda wazazi wako bize sana. Molito, mimi naamini hamna mtu aliye bize kwa mtu anayempenda. Mimi hilo naliamini 100%. Naliamini 100% kwa sababu gani? Mimi pia ni mama mtokaji. Umenielewa? Ni mama mtokaji, mchakarikaji, lakini mimi na connect na watoto wangu kuanzia rohoni, si mwilini tu. Yaani mimi niko hivi, naweza nikakaa nikakwambia Molito, kuna mtoto wangu hayuko sawa. Na nikipiga simu nitaambiwa kweli kuna mtoto kaumia, ama kuna mtoto anaumwa, au kuna mtoto yaani unanielewa? Na connect nao kuanzia kwanza rohoni. Hiyo ndo connection ya kwangu ya kwanza na watoto wangu. Lakini inapofikia suala la mimi nipo nao na kuwepo nao, umenielewa? Kwamba nimetoka kutwa nzima na wao wametoka wameenda shule. Kwa hiyo hapo nyumbani kweli hata kama nikiwepo, ubize wangu hauna faida yoyote. Umenielewa? Tumerudi tumekutana wote hapo jioni. Mimi simu yangu ni pembeni, hata kama ulishawahi kunipigia simu saa 12 jioni, mimi simu sipokeaje. Simu yangu ni pembeni, kazi zangu ni pembeni. Nitakuwa na muda wa kusema nao, nitakuwa na muda wa kucheza nao, nitakuwa na muda wa kusaidizana nao mambo yao ya shuleni, nitakuwa na muda wa kuwaogesha ama kuwafuatilia wakioga, nitakuwa na muda wa kuwapikia, nitakuwa na muda wa kuhakikisha wamekula wameshiba. Mimi simu yangu naweza nikaja nikarudia saa 2:30 au saa 3 usiku. Wameshalala tayari. Umenielewa? Kwamba nikiwepo kama mama na kuwepo. Tofauti ya ile watu wengi wanasema ubize. Wamama wa zamani, mimi kitu ambacho nimekijifunza sana kwa mama yangu na wamama wengi ambao nimepita mikononi mwao, nashukuru Mungu kwamba sikulelewa na mama mmoja. Yaani mimi nimelelewa na wamama tofauti tofauti. Na wamama wote ambao nimepita mikononi mwao ni wale wamama haswa. Yaani wale ambao, yaani ni yule mtu ambaye anapigika mpaka inafikia point unaambia mama si ukapumzike. Yaani wewe ndio unamuonea huruma. Lakini ile ilinifundisha kitu kimoja. Kuwa mama sio kazi rahisi. Sana. Umenielewa? Yaani kuwa mama sio kazi rahisi, na kuwa mama sio kazi inayohitaji mapumziko. Haijalishi roho yako inaenda Molito, mimi nilishakuanguka, nimebeba mtoto. Umenielewa? Yaani ni kwamba imefikia ile point umechoka. Watoto wangu walikuwa wanapishana ratiba ya kulala. Mmoja analala saa 8 usiku. Wale wawili sio wamefuatana sana. Mmoja analala saa 8 usiku, anakuja kuamka saa 4 asubuhi. Mmoja analala saa 3 usiku. Usiku hapo anakesha akinyonyanyonya, saa 12 yuko macho. Distance ya mimi kupata usingizi nikishaingia kitandani naweza nikachukua nusu saa hadi saa nzima. Kwa piga hesabu hiyo saa 8 usiku analala yule, mimi nichukue saa yangu nzima nisali niweke mambo yangu sawa, ni sasa nipate usingizi, nalala saa 9. Saa 11, saa 12 nimeamka. Kwa nilifululiza ninalala masaa 3 almost miezi 6. Yaani siku ninaanguka hivi najisikia naanguka nimebeba mtoto mgongoni. Nilichojaribu ni kujisogeza yule mtoto asijigonge kwenye kitu. Pale nikakumbuka kuwa mama sio kazi inayohitaji mapumziko, sio kazi inayohitaji likizo. Haimaanishi kwamba sijijali, haimaanishi kwamba sijipendi. Inafikia point nafasi yako kama mama inakuwa ni kubwa kuliko nafasi yako kama binadamu ambaye uko huru na maisha yako. Ndio maana tunasema ukishakuwa mama unakuwa huna maisha yako. Wewe unafanya kazi sawa, unachoka sawa. Ila ukifika nyumbani you have to be a mother. Umenielewa? Yaani ubizi wako uhusiana na kitu chochote. Kuna wakati ndio kuandika nikasema wakati wa makuzi yangu mimi nime experience kuogeshwa na mama yangu hata hivi nikiwa mtu mzima. Yaani tu kuna kipindi nilikuwa siko sawa, nikaenda nyumbani nikafanya kazi zangu nini, nimechoka, ile mtu amekuona umechoka, akanipikia maji, kanipeleka bafuni, kaniogesha, kanisugua. Connection iliyopo kati yangu na mama yangu si ndogo. Bondi iliyopo kati yangu na mama yangu si ndogo.
na ni bondi ambayo aliitengeneza toka nikiwa mdogo. Mimi mama yangu ninaenda shule, ninakaa shuleni, labda ile weekend nilikuwa naomba ruhusa za uongo, naenda nyumbani. Nikienda nyumbani tu ataniogesha. Lengo tu siku nikagua. Lengo ni kutengeneza ukaribu na mimi, urafiki na mimi. Na kuna mambo mengine hawezi kuniambia tu jikoni, inabidi akaniambie bafuni, hapa wanaosha hivi, huku wanasafisha namna hii. Wamama wangapi wanafanya hivyo kwa mabinti zao? Ni mabinti wangapi sasa hivi ni watu wazima, wana miaka 22, 18, hawajui hata kuoga? Ni mabinti wangapi? Lakini mwambie mama namna hiyo, atakwambia, "Yaani mimi nimuogesha mtoto wa miaka 17, 18, namuogesha nitambue nini? Namuogesha mtoe nini?" Yaani unaonekana kama wewe umepitwa na wakati. Kumbe kuna vitu havitengenezwi kirahisi, kuna bondi hazitengenezwi kirahisi, kuna maadili humfundishi mtoto kirahisi, mpaka umwambie na umtengenezee mazingira ya kumbukumbu kichwani mwake kwamba kitu fulani mama aliniambia siku fulani akiwa ananiogesha. Kitu fulani mamangu aliniambia siku fulani alikuwa anaunga dagaa jikoni. Ndio maana wazazi wa zamani walikuwa wanatufundisha wakiwa wanafanya kazi nyingine. Unatoka naye mnaosha vyombo ndo anakuambia, unapomaliza kusonga ugali huo mwiko, hutakiwi kuuacha na ugali mwanangu, huo ni usungo. Usafishe huo mwiko, utoe ugali huo, usuuze vizuri ndo uchanganye na vyombo vingine. Neno lile hata kutafsiria ukiwa mdogo, ila unapokuja kuwa mkubwa ndo unakuja kugundua mwiko kumbe sio mwiko huo, sufuria kumbe sio sufuria hilo, kumbe haitakiwi unavyoambiwa uji wa ugali hautakiwi kumwagika nje ya sufuria, kumbe sivyo hivyo. Si unanielewa? Ni vitu ambavyo vinakuja kuingia akilini wakati unajitambua na unakuwa tension navyo na unakuwa una ukumbukumbu navyo, kwa sababu ulifundishwa na mtu aliyekuwa ameconnect na wewe. Kwa ubize wa wazazi wala si tatizo. Tatizo ni wazazi kujihurumia kuliko wanavyowahurumia watoto wao. Na wakati tunachokubaliana wote ni kwamba watoto sisi hatuwamiliki, lakini wakati tumepewa jukumu la kuwalea, tunatakiwa tuwalee 100%. Inapofika wakati muda wao umeisha wa kukaa nyumbani kwetu wakiondoka, basi waondoke na sisi tubaki na amani, tuseme tulitimiza wajibu wetu. Akienda kuharibika kule nje, akirudi sisi tutampokea kwa sababu hapa kwetu hakuua. Si umenielewa? Lakini kiuhalisia nimesimama katika nafasi yangu kama mzazi kabla mtoto wangu hajatoka mikononi mwangu, au na ngoja atoke mikononi mwangu sisi wote tuanze kulaumu sasa. Wewe uliambiwa ukusikia, nani aliniambia? Yaani wewe mwanao sasa hivi anakuja kukuambia nani aliniambia, utamjibu nini? Utamjibu nini? Na kati kweli ukumwambia. Ubize sio kitu. Hamna mtu anayekuwa bize kwa mtu anayempenda. Yaani hilo libaki namna hiyo. Kwa kama unawapenda watoto wako, tenga muda kwa ajili yao, tengeneza mazingira ya kuconnect nao kwa namna yako na kwa maadili yale unayotamani watoto wako wawe nayo. Na acha kabisa kujidanganya kama mzazi kwamba watoto wangu nitawaambia wataelewa. Watoto wako hawaelewi kwa kuambiwa. Watoto wako wataelewa pale watakapokuona unafanya kile unachowaambia wafanye. Yaani ukimwambia mtoto ugali unapikwa namna hii kwa maneno, kesho atakosea tena na kesho kutwa atakosea tena. Lakini ukimwambia simama hapa niangalie, hivi ndivyo ugali unavyosongwa, kesho atasema mama alisimama hapa, alishika mwiko hivi, akawa anafanya hivi kwa vitendo. Kumfundisha mtoto si maneno matupu, ni vitendo. Na tunawajibika as long as wako katika nyumba zetu. Hivi ni ili ongezeko la watoto wengi wenye watoto, tunakuja kwenye ishu ya maadili, au ni watoto kwa sababu siku hizi wanapevuka mapema na ni wasiri kupitiliza? Unajua zamani enzi zenu ilikuwa ukiingia period unaogopa mpaka unalia, unaenda kwa mama damu inatoka huku. Na pengine pia wa zamani watoto wa kike walikuwa wanachelewa kuvunja ungo. Sasa hivi ni wanawahi kuvunja ungo na hiyo elimu wanayo, maana kwamba mtoto anaweza kuvunja ungo na mzazi asijue. Je, ongezeko la watoto, uzaa watoto, ni kwa sababu hiyo ya maadili, au ni kwa sababu watoto sasa hivi ni wafichaji wazuri mpaka wazazi hawajui kwamba mtoto wangu alipofikia sasa hivi ameshavunja ungo? Wafichaji wazuri sio watoto. Wafichaji wazuri ni wazazi. Sio, umenielewa? Watoto sasa hivi wana taarifa nyingi sana, lakini wana taarifa nyingi ambazo zimeishia hewani. Sio, umenielewa? Watoto wana elimu ya hedhi, lakini watoto wengi hawana elimu ya ngono, ambayo ni elimu muhimu sana kwa dunia sasa hivi yenye utandawazi. Umenielewa? Kwa hiyo kusema kwamba watoto ni wafichaji wazuri wa siri, hapana.
Wazazi ni wafichaji wazuri wa siri zinazokuja kuwagharimu watoto wanapotafsiriwa zile siri na watu wasio sahihi. Hiyo ndo sentensi iliyonyooka. Mimba za utotoni zilikuwepo miaka na miaka. Sawa? Sasa hivi tunawashuhudia watoto wakiwa na watoto kwa sababu tunaweza kuwaona, tunaweza kusikia habari zao, lakini hayo mambo yalikuwepo kitambo tu. Tunachokiona sasa hivi ni watoto kuwa na watoto imekuwa ni fashion. Yaani ile sasa hivi mimi binti yangu amepevuka, lese labda amemaliza form 4 haendelei na shule, akizaa mtoto sasa hivi anamaliza form 4 na miaka 16, 17, akizaa mtoto mama anakuwa proud. Mwanangu ana kizazi. Mwanangu anaandaa na beseni. Umeelewa? Anaandaa na bibi kijana. Bibi kijana. Umeelewa? Imekuwa kama ni trend fulani baadhi ya miji. Yaani imekuwa ni kama trend. Na hatujui kwamba wanaoumia ni wale watoto wanaoingia katika majukumu ya kuwa wamama wakiwa bado ni watoto. Wanaumia kwa sababu gani? Wanaumia kwa sababu kwanza hawakuwa na taarifa. Sawa? Walikuwa wanajua nikifanya nitapata mimba, lakini hawakuwa wanajua kwa nini nisifanye. Yaani kwa nini nisifanye? Yaani nisifanye kwa sababu gani? Kwanza sisomi. It's okay mimi kufanya. Mbona fulani kadhaa? Mbona fulani kadhaa? Kwa sababu hakuna yule mtu ambaye ameconnect na yule binti moja kwa moja kumwambia kwa umri wako majukumu haya yatakulemea. Kwa umri wako angalau basi kama imeshindikana apatikane mtu anayekupenda afuate taratibu wa kuoe. Umenielewa? Hayupo huyo mtu kwenye maisha yake. Mama anatoka, binti anatoka. Mnakutana jioni. Kama vile unavyosema kwamba kama yeye ndo analeta hela nyumbani, unafikiri ataulizwa nini? Hawezi kuulizwa chochote. Ongezeko la watoto kuwa na watoto, kama wangekuwa na taarifa sahihi juu ya malezi, juu ya ngono na juu ya yale mambo yote muhimu yanayohusiana na uzazi, wasingekubali kirahisi kuwa na watoto wakati huu, kwa sababu hakunaga usingomadha mwepesi hapa chini ya hili jua Molito. Especially kwa binti mdogo, kijana, hakuna usingomadha mwepesi. Asije akamdanganya binti mwenzake yoyote kwamba mbona mimi am single mother and I'm happy. There is no happy single mothers. Unless otherwise huo uliingia katika huo mfumo wa kuwa single mother kwa sababu za msingi. Sio tu kwa sababu alinitia mimba alikuwa hana future na mimi basi. Hiyo sio sababu ya msingi. Umetiwa mimba mtu hana future na wewe, ni kwamba uliruhusu upate mimba. Sasa tunapokuja kwa akili ya mtoto ambaye ni chini ya miaka 18, tunasema ni akili ya mtoto asiyeweza kujiongoza. Chochote anachokiruhusu mtoto kukipitia kwa namna moja ama nyingine, tunakitafsiri kama ni ukatili wa kujitakia kutokana na kutokuwa na taarifa. Anapobeba mimba binti wa miaka 16, haijalishi ana mwili ana umbile kubwa namna gani, ni mtoto amebakwa kiuhalisia kabisa, kwa sababu si umri binti anaotakiwa kushiriki tendo la ndoa. Umenielewa? Si umri binti anaotakiwa kubeba mimba. Anapoenda hospitali zile struggle za uzazi na nini, wengi wanafia kwenye uzazi. Lakini hizo taarifa mabinti hawapewi. Kwa wanaona mbona mtoto fulani alizaa, ni bahati yake. Ni bahati yake. Lakini subiri kwenye kulea unaonaje? Ndio hapo malezi yanapokuwa magumu, watoto wa mtaani wanapoongezeka, wamama wanapokimbia watoto wao wanawaacha huko, wanaenda mijini huko kutafuta starehe, kutafuta hela. Umenielewa? Issue inakuja kwenye msingi. Pale tunaposema wazazi tu connect na watoto wetu, maana yake ni nini? Kuna umri unafikia kutokana na utandawazi uliopo. Inabidi ukae chini umpe mwanao elimu ya ngono. It's better umwambie mwanangu kuna condom. It's better umwambie mwanangu kuna uzazi wa mpango, kuna vidonge, kuna sindano, kuna ABCDs. Na kuna kipindi Wizara ya Afya walileta hilo tangazo la kuambia vijana kuhusiana na habari za uzazi wa mpango. Ni kitu ambacho ni afya kwa mtoto. Ni bora akajua kuliko kujiingiza kwenye majukumu ambayo hayaendani na umri wake, hayaendani na mentality yake kwa wakati huu, hayaendani na mazingira yake na uhalisia na usalama wake binafsi pia. Sio, umenielewa? Yaani kwa lugha nyepesi tu naweza nikasemaje? Binti mdogo kubeba ujauzito, ule mchakato wa kulea mimba mpaka kuja kujifungua, kwa wakati mwingine huwa ni mwepesi tu kama atafanikiwa kujifungua sawa. Lakini mchakato Molito wa kutoka kwenye kulea mtoto asiye na baba, wakati wewe mwenyewe bado ni mtoto, una akili ya kitoto, unahitaji msaada zaidi ya 100%, yani wewe unahitaji kusaidiwa zaidi ya 100%. Kuja kulea yule mtoto angalau afikishe miaka 3. Huo ukichaa wake sio wa kimtoto. Yani watoto wanapitia maumivu
wanapitia depression. Unakutana na binti mdogo anafanya vitu mpaka unajiuliza huyu ana shida gani? Unasikia amemwacha mtoto nyumbani kalala, amemwacha na mtoto wa mwaka, huyu ana mtoto wa miezi 6 huyu. Utaanza kumhukumu kwa kile unachokiona anakifanya muda huo. Kumbe struggle yake imetokea hapa kwenye uzazi usio na upendo, uzazi usio na mwongozo, uzazi usio na matunzo, uzazi usio na direction ya maisha, kwamba hichi kiumbe nimekileta na kifanyia nini mimi. Mama yote anapomzaa mtoto, kitu cha kwanza, kama ni mama mwenye akili timamu, akimwangalia mtoto wake anasema Mungu wangu mtoto mimi nitamfanyia nini? Sio, umenielewa? Kondo pale atasema itabidi aende shule nzuri, itabidi jamani nipambane mtoto wangu afanye hiki. Na baba yake naye atafight. Na baba yake naye atapambana. Ukishakuwa na ile backup ya kusema na baba yake atafanya hiki, akili huwa ina relax. Lakini wewe ndo uko, wewe ndo baba, wewe ndo mama, afu imagine una miaka 16 tu. Hebu fikiria tu. Una miaka 16, huna elimu, huna ajira, huna kipaji, huna chochote cha kushikika mkononi cha kusema nitafanya hiki mtoto wangu ale. Unachanganyikiwa. Hao ndo maana wanakuja wanaingia katika mikopo, wanashindwa kulipa, wanaanza kulala na mwanaume huyu na mwanaume huyu, ili mradi akili mahitaji. Mwisho wa siku sasa automatically anajikuta mwili wake ndo biashara. Ndio hivyo. Tuna mengi sana ya kuongea na Eva Mrema, lakini muda wetu umetaradadi. Mimi naomba kila nitakapokuita uje, tuna mambo mengi sana ya kuongea Eva. Nashukuru sana. La kumalizia tu, mimi ninachotamani nikiwa kama mama. Hapa naongea sasa kama mama. Nikiwa kama mama, ninachotamani ni kumuona mtoto yoyote yule akifanikiwa katika maisha yake. Kufanikiwa si kwa maana ya kwamba sijui awe tajiri. Sio kila mtu atakuwa tajiri, hilo mimi naliamini. Ila naamini kwamba kila mtu anaweza kuwa na maisha mazuri kulingana tu na kiwango ambacho Mwenyezi Mungu amempangia. Sasa ili tuwasaidie watoto wetu angalau kufanikiwa kwa kile kiwango ambacho Mungu amewapangia, tuwape miongozo sahihi, tuwaambie ukweli. Kwa sababu kama sisi tutanyamaza, dunia itawaambia kwa namna ambayo sisi haitotupendeza. Dunia itawafundisha kwa namna ambayo sisi tukija kujua dunia imewafundisha kwa njia hii, tutaumia na tutasema laiti ningelijua elimu hii ningeimpa mwanangu mapema. Hakuna elimu ya kumficha mtoto aliyopevuka kwa sasa. Haipo. Kwa sababu yeye hana simu, yeye hana mitandao ya kijamii, lakini anaenda shuleni, wenzake wanajua hadi porn sites. I'm telling you, nimesha experience hichi kitu. Sio, umenielewa? Yaani nimeshakutana na mabinti ambao nilikuwa natakiwa kuwasaidia kutoka katika uraibu wa kuangalia video za ngono. Sio, umenielewa? Kwa mtoto wako wewe una uhakika hana simu, hana chanzo chochote cha internet kwa nyumbani, lakini anakutana na wakina nani shuleni? Lazima umfundishe angalau anapoenda kukutana na yale kule shuleni asiwe mageni, asitamani kuonjaonja vitu kwa sababu hajui ladha yake. Angalau awe na ile idea kichwani kwamba hiki kitu kina ladha hii na nikikionja hapa kitaniletea matokeo haya. Basi bora nisionje, nisubiri kwanza nifike level fulani kisha nitaonja. Kwa sababu hata mama aliniambia kwa wakati wangu ukifika nitaonja. Utafanya na utayachoka pia. Na utachoka. Yeah. Umenielewa? Lakini kama hujaambiwa na yoyote, ni wazi kwamba ukienda kuambiwa na marafiki utatamani, hivi nakuaje? Lazima tunataka kupata experience. Ndivyo binadamu alivyoumbwa. Kigeni chochote kinachokuja katika akili yako kwa mara ya kwanza kikawa na ushawishi, utatamani tu kujua kina ladha gani. Mimi naomba niishie hapa. Eva Mrema, tunapenda kumuita Eva Smile. Nadhani hata wewe mwenyewe umemuona kila baada ya dakika 3 tukimpa pumzi ya kupumzika tu, asiongee yale ambayo anatakiwa kuongea, kashatabasamu. This time ameshafanya hicho ambacho anatakiwa kufanya. Mpaka wakati mwingine, kipindi ni Mawarda, channel ni Molito Updates. Tunakuomba tu basi usubscribe channel yetu, like, comment, toa maoni. Kama unayo mada yako ambayo unahisi ni nzuri na tunaweza tukaijadili, tuandikie hapo chini na sisi tutapata nafasi tutaweza kujadili. Uko na mimi hapa mtangazaji wako Hussein Molito. Mpaka wakati mwingine. Ciao.